umekuja tena umekwisha kufika, ambapo waabuduo kweli watamwabudu Baba kwa nguvu ya Roho. Watu wanaomwabudu hivyo ndio Baba anaowataka. Anasema waabuduo kweli. Inasema muda umekwisha kufika ambapo waabuduo kweli watamwabudu Baba kwa Roho, kwa nguvu za Roho. Watu waabuduo hivyo ndio Baba anaowatafuta. Watu ambao wametubu, wamegeuzwa. Katika ile Warumi 12 anasema basi itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu kumpendeza, ndio ibada yenu yenye nini? Maana yake ni kwamba ili uwe na ibada ya kweli lazima uwe mtakatifu. Amen. Yaani lazima uwe umegeuzwa. Kama ambavyo tumepata picha ya kwamba kama mtu amekufa, hata ukimfinya, hata ukimsema vibaya, hasikii chochote, hasikii hasira, hawezi kucharuka na kuona kwa nini unanivunjia heshima, kwa sababu huyu mtu hayupo katika hali ya mwili. Paulo anasema sio mimi ninayeishi sasa, bali Kristo Yesu ndiye anaishi wapi? Ndani yangu. Nimekufa katika hali ya kibinadamu, katika hali ya kawaida ya ile ambayo nikitikiswa na naona natikiswa, nikisemwa naona nasemwa. Hiyo hali kwangu imefanya nini? Imeisha. Sasa kwa maana ya kwamba kuishi kwangu ni nani? Ni Kristo. Kuzungumza kwangu ni Kristo. Kutenda kwangu ni nani? Ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Mungu anatafuta watu wa aina hiyo ili wapate kufanya nini? Kumwabudu. Kwa sababu ibada ya kweli imepungua na Mungu anafanya kazi, ana search, anatafuta. Ndio maana tunasema hata watu wanaimba lakini hawamgusi. Watu wanaomba lakini hawamgusi. Watu wanafanya mambo ya huduma lakini hawamgusi. Kwa nini? Kwa sababu si waabuduo halisi. Jamani, naomba tubadilishe hili beti na hii iwe mfumo wetu kila siku.